Uh, Mimi ni Inspekta Juma Mabula kutoka kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai. Tuko hapa kwa sababu tumepokea simu kuna mauaji yamefanyika huko ndani. Na kuanzia sasa hatakiwi kutoka mtu yote ndani ya nyumba hii kwa sababu hii ni simu. Labda nieleweke vizuri. Hamjakamatwa ila mnachunguzwa. Kwa sababu tunaamini muuaji bado yuko ndani ya nyumba hii. Nikisema niwaruhusu muondoke, mtaharibu uchunguzi wangu. Afande, chukua simu zao. Binti, simu yako iko wapi? Simu yangu anayo Tony afande. Kwa nini umempatia simu yako? Alininyang'anya ili nisitoe taarifa polisi. Afande, chukua na hiyo simu. Ukweli utawafanya nyinyi kuwa salama. Ni nani alipiga simu polisi? Nimeuliza swali. Ni nani alipiga simu polisi kutoa taarifa ya mauaji ya James? Afande, simu ilipigwa na James mwenyewe wakati tunacheza michezo yetu. Lakini hakuongea chochote, tulikata. Wote mlikuwepo wakati James anapiga simu? Mimi sikuwepo afande. Nilichelewa kufika kwenye sherehe. Hata keki sijala. Kama kuna mtu alikuwepo kati yenu na ameondoka kabla mimi sijafika, mtajeni. James alikuwa ni ndugu yako? Ndio afande. Ni ndugu yangu. Na nyinyi wengine alikuwa ni nani kwenu? Na aliyetoa wazo la kuuburuza mwili kupeleka chumbani alikuwa ni nani? Ni Tony afande. Nitafanya mahojiano na mtu mmoja mmoja baada ya mwingine. Na wakumbusha, nafanya upelelezi wa awali. Hamjakamatwa bado. Kweni na amani, sawa sawa? Sawa afande. Afande, vitu vyote nimeshachukua kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo. Hakuna kitu umesahau labda? Hapana. Kisu alichokatia keki yenyewe pamoja na vitu vyote vilivyotumika. Pamoja na simu zao, umezikumbuka? Vyote afande vipo. Basi sawa. Vipeleke, majibu nitayafuata mimi mwenyewe. Wewe unaweza ukaenda kupumzika, ila nitakapokuhitaji nitakupigia simu. Asante afande. Sawa, kazi njema. Nitaanza na wewe. Nifuate. Jina kamili na umri wako? Naitwa Clayton Abraham na miaka 27. Uhusiano wako na marehemu? Marehemu alikuwa kwangu ni zaidi ya rafiki. Utaniaminisha vipi kuwa hujamuua James? Na kwa nini ulichukua simu ya Lisa? Afande, mimi sijamuua James. Ila niliamua kuchukua simu ya Lisa kwa sababu Lisa alikuwa amepaniki sana. Kwa hiyo nilihofia huenda angepiga simu polisi na wote tungekuja kukamatwa. Na kwa nini uogope kukamatwa wakati huna kosa? Panga, kisu na bastola feki ulishawahi kuvitumia kabla ya hapa? Na unadhani ni matumizi yapi ya bastola feki?
Hapana afande, sijawahi, na kwenye matumizi ni kuchezea tu na kutishia watu. Jina kamili na umri? Naitwa Lisa David na miaka 25. Ulikuwa wapi wakati kaka yako anafariki? Nilikuwa nacheza muziki pamoja na rafiki zake. Keki na vinywaji alivileta nani? Eric ndo alileta afande. Una ugomvi wote na Tony? Hapana. Na kwa nini ukutoa taarifa polisi wakati aliyefariki ni ndugu yako wa damu kabisa? Tony alininyang'anya simu afande. Akaitunza. Na alikuwa jirani sana na Eric ambaye ndo alitoa hilo wazo la uvamizi. Unahisi ni nani alipiga simu na kutoa taarifa kwamba kuna mtu ameuawa kwenye siku yake ya kuzaliwa? Akataja mtaa na nyumba namba 14. Kiukweli afande, mimi sijui chochote. Maana muda wote tulikuwa pamoja tu. Lisa, ukiwa na mashaka yoyote niambie. Na usisahau kuwa upaswi kugusa maiti. Sawa? Nimekuelewa afande. Naam afande. Kwa nini uliamua mchezo huu wa kutisha kiasi hiki? Mimi nilijua ni mtani afande. Alafu mimi sikujua kabisa kama huu mchezo utaishia babaya. Uliona nini kabla hajaanguka chini? Alikohoa damu kama mara 3 hivi kisha akaanguka chini. Mtu akikohoa damu na kupoteza maisha, unahisi ni nini kinasababisha akohoe na kufariki? Labda kapaliwa au sumu au menyowe. Ulishajua umechelewa kwenye sherehe yenu. Kwa nini ulikuja? Afande, mimi napenda keki. Napenda na kucheza muziki. Kwa hiyo sikutaka kukosa hii nafasi. Vinywaji na vyakula ulivyovileta vilifunguliwa na nani? Mimi hapa afande. Nilifanya kila kitu. Okay. Eric. Naam. Soma maneno hayo kwa sauti. Afande, kuna mauaji yametokea sasa hivi. Mtaa wa Milano. Nyumba namba 14. Muuaji ni mwanaume. Bado yupo ndani. Afande, kuna mauaji yametokea sasa hivi mtaa wa Milano, nyumba namba 14, muuaji ni mwanaume, bado yupo ndani. Afande, kuna mauaji yametokea sasa hivi mtaa wa Milano, nyumba namba 14, muuaji ni mwanaume, bado yupo ndani. Afande, kuna mauaji yametokea sasa hivi mtaa wa Milano, nyumba namba 14. Muuaji ni mwanaume, bado yupo ndani. Asante. Ongeza umakini. Kwa sasa kila mtu anahitajika kwenye uchunguzi. Na niwakumbushe tu kwamba hakuna atakayetoka ndani ya nyumba hii usiku huu. Asubuhi tutaendelea na uchunguzi mpaka muuaji apatikane. Tunachotakiwa ni kuendelea kuwa wakweli. Na kingine cha kuasisitiza, asijaribu mtu yote kutoroka kwa sababu mkono wa sheria mnaujua. Na vijana wangu hapo nje wako makini sana. Mwe na amani. Hii nyumba imekuwa nzito sana. Na kama ndo tuliandikiwa hivi, tufanye pati alafu tuishie jela. Kama imeandikwa hivi, hii ni mbaya sana.
kwenye kuandikiwa hapo, mimi naomba mnitoe, kwa sababu kwanza mimi sikuwepo. Sawa, kwenye hiyo michezo yenu sikuwepo. Kwanza nilichelewa kufika. Kwani kuna mtu kakutaja hapa? Vitu vingine unakaa kimya, sio kila kitu unajibu. Mimi natetea haki yangu, sawa Kwanza nyie hamna usingizi, twendeni tukalale jamani. Ukalale na nani? Hujambo mtazamaji wa Pakamia Studio. Habari ni kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunaachia episodi mpya kila wiki siku ya Ijumaa na Jumamosi kwenye chaneli yetu ya Pakamia Studio. Pakamia Studio, burudani bado zinaendelea.